Hii ni Mamsboy Media Podcast ambapo tumeamua tu kuweza kufungua podcast ili tuwe tunaweza kupiga story moja mbili tatu na watu mbalimbali ambao ni watu mashuhuri, kuzungumzia na maisha yao, kuhusiana na maisha yao, kuzungumzia pamoja vile vile na siasa na mambo mbalimbali ambayo yana mtagusano katika jamii, ima kwa ujumla moja kwa moja ama kwa njia moja ama nyingine yanahusu jamii. Na leo hii basi tuko katika zile siku za mwisho za kuomboleza kifo cha aliyekuwa waziri mkuu na vile vile kinara wa ODM Bwana Raila Odinga, ambapo mheshimiwa Rais William Ruto aliweza kuweka siku 7 za maombolezi, na sasa hivi basi tuko katika zile siku za mwisho, lakini vile vile pia ni kama kwa niaba ya Mamsboy Media tunawatakia pole ama tunatuma pole za rambirambi kwa Wakenya, kwa familia jumla ya aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga, na vile vile sisi kama Mamsboy tunamtakia safari njema kinara huyo wa ODM. Leo hii basi tuko na mgeni hapa katika studio, na mgeni huyu basi ni mmoja wa wafuasi sugu wa chama cha ODM Kwale, ambaye pia alikuwa na ukaribu sana na marehemu Raila Amolo Odinga. Vile vile mgeni huyu sasa hivi naarifiwa ni director pale Kenya Fisheries Service, na awali alikuwa ni msimamizi wa kampeni za ule muungano wa Azimio hapa Kwale County. Nisimalize vyeo vyake, naarifiwa na vyeo vingi katika serikali na katika jamii yake. Tuweze kumkaribisha moja kwa moja mgeni wetu. Nikukaribishe tu bwana, mimi ni mlamu wangu bwana Boga G katika studio zetu za Mamsboy Media, na tuna furaha kwamba wewe ni mgeni wa kwanza ambaye tumeweza kufungua nawe podcast hii ya Mamsboy Media. Labda kwa niaba ya msikilizaji ama mtazamaji pale nje, utuambie majina yako, yale ya M-Pesa, yale ya watu ambao wanakujua nayo, ili aweze kunufaika na kujua zaidi. Okay, mwanzo nashukuru Mams Production kwa kuja kuni-invite katika podcast hii. Waleli naona wale ambao wananiona nimevaa barakoa. Ni kwa sababu kidogo nilikuwa sisikii vizuri for the last 4 months. Na mimi kwa majina naitwa Omar Boga. Hilo na M-Pesa. Ndio. Lile la humu mtaani naitwa Omar Boga G. Boga Power. Ili kutofautisha kati ya mimi na Boga Safi. Kwa hiyo kuna Boga G na Boga Safi. Boga Safi ni professor, Boga G ni mimi ambaye nilikuwa counselor 2007 mpaka 2013, alafu nikawa MCA Gombato Bongo hapa Kwale, ndio mbani Msambweni constituency mpaka 2017, alafu nikasimama kama mbunge wa Msambweni. Nafikiri nakumbuka ile by election ambayo ilifanyika, ndio mimi nilikuwa pale. Lakini mimi nimejuana na Mheshimiwa Raila Amolo Odinga kutoka 2006. Ndio. Tulijuana wakati nikiwa nataka ukansela, na pia kuna time tulienda kuzika sister yake Kalonzo Musyoka huko Perani. Ule senator wa Mombasa wakati ule anaitwa Omar Sarai akaniita kanamwambia Raila, yule Boga wanakwambia ndiye huyu. So kuanzia siku hiyo ule mzee alichukua namba yangu na tukawa tuna communicate. Kama akiwa na mikutano Kwale, mimi ndio nilikuwa na organize na wenzangu. Kwa hiyo ni mtu ambaye nimekuwa naye karibu sana. The last time kuongea naye ilikuwa ni juzi, yani kama wiki 2 zilizopita au 3 tuseme. Ndio. Aliniita ofisini kwake tukiwa na waziri Hassan Joho, na yeye pamoja na watu wengine kutoka Kwale. Ndio. Na akaniambia kwa sababu Kwale kwa broad based government hatakuwa na mtu katika broad based. Upande wa ODM akaniambia kwa sababu wewe ni mtu tumekuwa na wewe na ku trust, nipatie CV yako, tampatia president.
Kwa hivyo tarehe 29 Septemba mwaka huu nikawa kwa hiyo gazette notice kama director wa Kenya Fisheries, katasi ya Baba Raila, Rais Ruto na CS bwana Joho ambaye niko kwa Kenya Fisheries kwa sababu ni department yake. Kwa hivyo nasema labda ndio watu wale wa mwisho kabisa wa kubarikiwa na mzee kwa kibarua. Mimi nilikuwa niko nyumbani nikiwa mgonjwa. In fact baada ya kukutana naye hiyo siku jioni ndio nikashikwa na maradhi. Na yeye naye akashikwa na maradhi, ndio yeye akaenda India. Kwa hivyo pia sikupata nafasi ya kwenda kusema asante. Nilipata tu nafasi juzi, nimeenda Karen kuona bibi yake na watoto wake, sikuweza kwenda Bondo kwa sababu ya hali yangu. Nikamshukuru na nikamweleza Mama Aida kwamba mzee alinisaidia kwa hii through the president. Kwa hivyo nashukuru, na nafasi hiyo sio yangu lakini nafasi ya watu wa Kwale. Na nitahakikisha kwamba tunaifanyia kazi ili Wakwale na Wakenya na ile manifesto ya Mheshimiwa Ruto tunashughulikia. Labda turudi tu nyuma ambapo umesema kwamba mwaka wa 2006 Bwana Sarai ambaye sasa hivi ni mbunge wa Yala kama sikosei, yeye ndio aliku propose kwa Mheshimiwa Raila Odinga. Yani yeye alikuwa anasikia kwamba kuna mtu anaitwa Boga. Kwa hivyo kwa confirm Senator Sarai ndiye aliniita wakati tulikuwa na mazishi ya dadake Kalonzo. Yani ilikuwa ni mother-in-law wala alikuwa ni brother-in-law au sister wa Kalonzo kule Perani. Akamwambia yule Boga wana kutajia ndiye huyu. Labda Bwana Sarai alikuwa ameona nini ama ulikuwa vipi wakati huo? Wajua mimi Sarai tulianzia na kitambo. Tulikuwa na kwa human rights. Mimi nikiwa human rights kabla sijaingia siasa. Kwa hivyo alikuwa anafahamu brothangu. Alafu pia yeye Sarai wajua ni mtu wa babake anatoka Udini. Kwa hivyo ni family kwa mbali. Kwa hivyo yeye alikuwa ananiona zile harakati zangu. Kwa hivyo akawa anamwambia huyu ni kati ya wale vijana wako wako huko chini. Na yeye pia alikuwa ODM. Wakati huo alikuwa ODM. Kwa hiyo unaweza sema viongozi wengi wa Pwani wamekuwa ODM kabla ya kuhama mirengo mingine? Wengi wote. Karibu wote. Sasa moja kwa moja leo tunaongelelea tu kwa sababu watu hasa wa Kwale wako na hamaki ya kwamba itakuwaje baada ya kifo cha kinara wa ODM. So kwanza utuambie alifikisha habari hizi Kwale County labda alikuwa ni nani? Ni mtandao ama kuna mtu wa familia ya Bwana Odinga ambaye alipiga simu kwa aidha mwenyekiti wa ODM ama nani kwamba huku basi kinara hatuko naye tena? Mimi na marafiki wengi ambao wako karibu na Mheshimiwa Raila. Ambao wanajua kwamba mimi ni kijana wa mzee Raila. Kwa hiyo asubuhi ilikuwa nimekaa hapo naongea na kina mama wengine walikuwa na shida zao. Nikapigiwa simu na rafiki yangu mmoja. Akaniambia bwana mmoja hapo kuna anaitwa Nyakiti ambaye pia ni rafiki mkubwa wa hayati. Kwa hivyo akanipigia simu akaniambia baba ametuacha. Sasa aliponipigia kwa sababu nilikuwa niko katikati ya watu naongea. Wale waliniona nimeshtuka. Waniuliza ni nini? Nilipowaambia kwamba ni mzee Raila ameaga. Wamama walilia pale, hata nilishangaa. Wamama walilia hapo kwangu. Kwa sababu ni kitu ambacho hata ile matatizo yale kwa mkuja nao aliacha kaenda zao. Nikaja hapa nyumbani kumwambia mama, unajua mimi kila nikienda Nairobi, nikirudi, mama lazima niulize Raila anasemaje. Alikuwa safari yake namba 1. Kwa hivyo pia alikuwa na safari yake. Nilipomwambia kwamba Raila ameaga, alivua bubu yake akasema aende mahali atakao. Kwa sababu ni mtu ambaye kila siku jioni lazima afungue TV, angalie Raila amesema. Kwa hivyo ni mtu ambaye kwa hii family pia tumesaidiana naye, ni mtu ambaye wanamjua kwa muda mrefu. Bibi yangu, watoto wangu, hata nilipokwenda Karen na kurudi, wale watoto wangu wadogo wa miaka 10 wananiambia pole dadi na Raila wako. Sababu anajua mimi kila siku nyimbo zikiimbwa wakati wa kampeni Raila TBM wanasikia pale mbona. Kwa hivyo anajua
kwamba mimi na huyo mzee tulikuwa tunaheshimiana, ni mtu mchukua kama babangu, ni mtu ambaye mara ya kwanza alinipeleka kwa bodi ya Kenya Fisheries 2018. Yeah. Akarudi baada ya hii by election through Mheshimiwa Uhuru akanipeleka kwa chairman wa Kenya pamoja na Mheshimiwa Joe akanipeleka Coast Water kama chairman. Yeah. Kwa hivyo nimetoka naye mbali sana. Mtu ambaye ni watu wengi wajua hawajui Raila. Wanamwona kwa runinga, kwa radio, kwa rallies. Lakini hakuna mwanasiasa ambaye anashika simu kama Mheshimiwa Raila. Bora wewe ameisave ile namba yako. Ukipiga kama utamkosa atakupigia jioni. Omari alikuwa anasema nini? Mweleze. Alikuwa shiki watu kwa sababu ya kupatia pesa. Yeah. Lakini ile kwamba anaweza kuchukulia simu. Tunakumbuka kama ile ya Nuru Okanga alishika simu. Yeah, ya Nuru Okanga. Kama anaweza shika simu ya Nuru Okanga. Basi hapa kulikuwa na mzee Banda, alikuwa anachukua simu yake. Alifariki huyo. Kulikuwa na Kansela Chitembe, alikuwa ni rafiki ya Raila. Kulikuwa na mzee Bila Shaka, alikuwa rafiki ya Raila. Na wengi tu wazee ambao yeye amekuwa anawashughulikia. Kwa mfano hii juzi alipokuja kwa sababu ya mambo ya Kongo hapa. Yeah. Nilimwomba vitu viwili. Nikamwambia kuna issue hii ya Kongo ambayo alishughulikia imefika mahali muhimu. Alafu nikamwambia kuna marehemu Banda ambaye alikuwa rafiki yake. Yeah. Nikamwambia mjana wake kidogo ana struggle. Yule mzee alitoa pesa nikapeleka kwake. Yeah. Ni mwezi huu tu uliopita. Yeah, tuliona video. Alafu pia akaniagiza twende kwa mzee Bila Shaka, ambaye huyu mzee Bila Shaka alikuwa rafiki yake Raila sana. Alitoa eka 5 zake za bure za shamba, asema ijengwe shule iitwe Raila. Raila akasema isiitwe yeye, iitwe jina la baba yake. Kwa hiyo hata tulikuwa na process, tulienda hiyo juzi tulipokuwa tumeenda kwa Nairobi kabla hajafariki. Alikuwa ameinstruct waziri Opiyo Wandayi aje angalie, alete stima na ajenge madarasa. Kwa hivyo natumai kwamba waziri pamoja na familia ya Raila na sisi kama ODM tuhakikishe kwamba hiyo kama legacy ya mzee ya Raila hiyo shule ya mzee Bila Shaka iweze kujengwa ili iweze kusaidia. Bwana Gii, kuna kitu ambacho kinajitokeza hapa. Kila mmoja hata wakati wa mazishi ya marehemu Raila Odinga alikuwa akisimama anasema Raila niliongea naye jana, Raila niliongea naye juzi, Raila niliongea naye vitu kama hivyo. Na hakukuwa na mtu ambaye alisema kwamba nilimpigia Raila, lakini wote walikuwa wanasema Raila alinipigia, Raila alinipigia. Hii inaonyesha nini kwa marehemu? Marehemu unajua ndio nakwambia, kwa mfano unajua unaweza kuwa unamtafuta kama wiki nzima tukisema. Lakini nakuhakikishia akitulia atakupigia. Hiyo ndio sense yake. Na ukipiga atachukua. Na wakati mwingine utulia mwenyewe akaona wacha niulize Kwale kunaendeleaje, atakupigia. Hii kunaendeleaje, chama kinaendeleaje? Yaani ni mtu wa ground. Yeah. Ni mtu wa ground. Na sio kwamba wale wanasema kwa sababu wamefariki. Yeah. Hiyo ndivyo Raila yuko. Wanasiasa wengi including hata mimi. Yeah. Naweza pigwa miss call na mimi baadaye labda 2-3 tarajia kiso zote. Lakini mimi wakati mwingine anakuja Fadiani. Yeye anapenda Fadiani sana. Akikuja baada ya rallies tunaenda kukaa hapo tunaangalia Arsenal. Mimi ni mfuasi wa Arsenal. Yeye ni mfuasi wa Arsenal. Yeah. Tunaangalia, utamwona Esa yote anaangalia ile simu yake, mara shafiga, mara anatoka anapiga. Kuanisha jioni yeye kama ameshatulia anaangalia ile simu na anapiga. Na kama ukimpigia umpate bodyguard wake atakwambia mzee yuko kwa meeting. Na baada ya kupokea taarifa zile tuliona mliita press, mkaomboleza kwa pamoja kama chama. Na pia katika mazishi yake tukaona waheshimiwa kadhaa ambao walifika. Tukaona pia vile vile tulikuona wewe ukiwa umesimama na mjane pale ambaye ameachwa na marehemu Raila Odinga. Tukaona vile vile MCA ambaye ni mzee wa kike ambaye alichaguliwa kwa kura, Mama Hanifa Mwajirani. Kuna vile vile Hadija Ngala. Labda ilikuwaje mpaka mkaamua hawa ndio wanaenda ama kila mmoja alienda kivyake? Wajua sisi tulileta ile press conference ile siku. Yeah. Pale kulipigwa simu kwamba mzee ana will yake
ya 72 hours. Sasa ikawa hatuna budi 72 hours ikiletwa hii maiti itapelekwa Kasarani, si ipelekwa wapi. Kwa hivyo watu, kila mtu alitoka kivyake pale, kwa mapenzi yake vile ambavyo wengine walienda na ndege waheshimiwa, sisi wengine tukaenda na SGR ilikuwa zimejaa. Sasa kawa hakuna planning, watu wetu wali complain sana wataka kwenda, lakini unajua Kwale tuna disadvantage. Kwale ni kubwa, alafu viongozi wale ambao wako elected kwa ODM ni kidogo. Si kama Mombasa. Mombasa unajua zile constituencies zote ni watu wa ODM. Speaker ni mtu wa ODM. Kuna governor, kuna CS. Kuna wanabiashara ambao ni watu wa ODM. Kwa hivyo wao kumobilize magari na kwa rahisi. Kwa hiyo tulikuwa ni mtihani. Kwa hivyo kuna chairman alienda, Bwana Samirua. Nyakiti, tulienda watu kama 10 ambao wengine walienda Bondo, wengine walienda Karen. Mimi sikwenda Bondo kwa sababu hali yangu haikuwa inaniruhusu kufika Bondo. Na ile hali ya Wadigo wanasema ziga. Kwa hiyo pale ilikuwa ni wapi pale? Pale nilivyoniona kwa ile video, pale ilikuwa ni Karen nyumbani. Ilikuwa ni kama saa 2 za usiku pale. Na ilikuwa sio rahisi kuingia Karen. Sasa tuliona vilio pale na inaonyesha kwamba marehemu alikuwa akipendwa na watu wengi sana. Tena wale wa chini. Kwa sababu tuliona watu walitaka hata kumlaki katika uwanja wa ndege wa JKA na wakafanikiwa pia kuingia ndani. Pengine ninyi viongozi mkiona kama vile mnajihisi vipi? Ile ni kazi yenu huku nyanjani, mmemtangaza baba, ama ni yeye mwenyewe na ule ucheshi wake ndio ulimfanya yeye akapendwa kama vile? Najua ile Mwenyezi Mungu alimbariki ile mzee Raila. Unaweza kumhate na ukampenda at the same time. Kwa sababu ile siasa yake, akasiriki, anaweza kusana na Uhuru, kesho namuona na salimiana naye. Kwa hivyo yake grudge. Kuna wanasiasa wengine ukimbia ODM, mara anaenda kula na kwama, alafu mzee anamwambia wewe rudi. So ana hiyo kitu Mungu alimpatia. Yaani roho yake ni roho kubwa sana ya kusamehe. Na ile vichekesho yake, mara anachezesha mpira. Unajua kuna sometimes as a politician ukiwa serious sana ile watu lakini ukitaka kupeleka message hivi vitandawili vyake watu wanacheka, lakini ndio vinaingia kwa because sasa watu ndio wanakumbuka hizo vitu. Na ile ni mtu ambaye alikuwa anapenda watu, alafu kwa sababu yeye ana watu wa chini sana ambao anachukua information. Anajua kilala, anajua kwa ile level kwa sababu yeye hata juzi kwa bodi yetu nilifuata watu Turkana wakimsifu bwana sana, yani kama kashindwa. Kabla haja kufa. Unajua na Raila anambia tunajua, anambia kwetu anakuja sana rafiki yake ni. Kwa hiyo kila mahali tunamwona mara nyingi anaenda mazishi. Kila siku mpaka kama huyo ni mzee wa mazishi, lakini kumbe alikuwa anajiwekea watu wengi walienda mazishi kwake. Wengine wanaenda na pikipiki kwa sababu yeye anazika. Na ukizika utazika kabisa. Swali kuu sasa ni kwamba unaionaje ODM baada ya kifo cha Raila Odinga? Wajua ODM ina structures nyingi sana. Na tunaanzia kwa polling station, kuna wajumbe wa ODM delegates. Na yes. Kuna wajumbe wa nyanjani wa polling station 30. Waume kwa kina mama na vijana. Hii Kwale peke yake wale delegates, wale officials wa ODM ni 20,000. Kwale peke yake. Kenya nzima wanafika 1 million plus. Na uzuri Mheshimiwa Raila alifanya uchaguzi wa delegates, members wa ODM mpaka akamaliza. Tulikuwa tunangoja tuende kwa National Delegates Conference. Kwa hiyo alitoka akiwa akijua ODM wamechaguana mpaka kwa polling station. Kwa hiyo sisi kama delegates tutaitwa Nairobi. Tuka endorse party leader, to endorse chairman ambaye atawekwa, secretary general, tutakuwa na hizo. Kwa hiyo mimi katika ODM kuna watu ambao mimi najua wana nguvu, vijana, wazee,
chama kitakuwa imara. Kama sasa hii mzee Oburu anashikilia, kuna wetu hapa Hassan Ali Joho japokuwa waziri lakini ni mtu ambaye ni mtu wa ODM, kuna Paranya, kuna Simba Arati, kuna Abdul Samad Abdul Nasir, kuna Babu Owino, kuna Sifuna na huyu Atawini Odinga. Sini bado ni youth. Na tuliona juzi anataka kurudi nyumbani. Anataka kurudi nyumbani. Kwa hivyo sisi kwa huku kwetu kwa mfano pale, we have our chairman, na sisi tuko watu wapo. Kwa hivyo ni pale juu kukiwa sawa, chini kutakuwa sawa. La msingi ni yule ambaye atakuja achukua ile nafasi. Hata kama hawezi kukua kama baba, lazima awe 70% kama baba. Ndio chama itadumu. Wengi wao hashiki simu za watu. Wawe kama baba washike simu za wanyonge. Si kwa kuombwa lakini kwa kupewa information. Wawe na huruma kama mzee Raila. Na kutambua watu wake. Ndio maana unamwona Raila, labda yule mdialo anatembea naye ni yule bodyguard. Lakini tunamwona anatembea kina Junet. Yule sijui Okech Salat alienda naye yule kijana. Ukiangalia kuna Kamau wa Raila. Ni ambaye rafiki yangu na rafiki yake. Ni Kikuyu tu, lakini utawaona wanaangalia Arsenal pamoja. Kwa hivyo mara nyingi nikimwona Simoni na Wadelo wamesongelea, namuona na watu tofauti tu wa Kisii. Na nakwambia rafiki yangu, huyu rafiki yangu. Kwa hivyo wakiwa namna hiyo, mzee Raila hakuwa mkabila. Alikuwa anapenda watu wote. Kwa hivyo yule ambaye atachukua hawa ni mtu ambaye at least ana characteristics sawa na ana tabia kama za mzee Raila kama 88%. Umewaza pengine kwamba huyu nawaza awe ama natamani awe kinara? Wajua mimi ni official wa chama, kiwaza nimetaja hao, baadhi yao ambao nimetaja, mmoja wao akifuata mtakuwa, lakini sinajua mimi ni mtu wa pwani. Kwa hiyo natamani hata siku moja, kwa sababu sisi kama watu wa pwani tumesupport sana chama, na tumekuwa kwa baba japokuwa si mtu, yani si kabila letu, si dini yetu. Na kitu kingine ambacho nimetaka kusisitiza, Raila alipenda Waislamu sana. Huyu bwana hakusilimu toka piga shahada, lakini mambo yake mengi mpaka ile kusema 72 hours ile ni mambo ya Kiislamu. Wakati sisi tunapigania katiba, yeye ndiye alisimama na Waislamu kuhusu katiba hii, katiba Kadhi Scott. Hata wakati huo rais hapo upande wetu, lakini yeye alisimama akateta na makanisa ili kutetea Waislamu. Kwa hivyo sisi kama Waislamu, juzi wakati Kongo inachukuliwa, Raila alichukua helikopta kuanzia Malindi akaja mpaka Kongo Mosque kutetea Uislamu. Na juzi tukiongea naye, alikuwa anatafuta wadhamini afigi fence ile Kongo Mosque, na tafute wadhamini ajenge Islamic Conference Center pale Kongo Mosque, kusaidia walimu wa madrasa, kusaidia ni misikiti ya Diani na pale kwa jumla. Na pengine tumeona viongozi wengi wakiitwa mayatima sasa kufuatia kifo cha Raila Odinga. Tuko nao wengi ambao tumeona, wengine tuliambiwa ni vitimbi wakiwa wanalia, lakini wengine tukaambiwa ni ukweli, mpaka Junet akasema kwamba mimi ndiye mwenyekiti wa hao mayatima ambao mnawaita. Hili jina yatima pengine unalichukulia vipi katika kuambiwa wewe ni yatima wa bwana Raila Odinga? Mkweli sisi ni mayatima wa kisiasa. Kwa sababu unajua mzee alikuwa na support nyingi sana. Pesa yake ilikuwa akiitoa, huyo ni atoi kwa dhahiri, alikuwa akitoa kwa siri sana kusaidia. Hata mimi wakati wa by election yangu, ule mzee alinitumia 3 million kwa account yangu. 3 million kwa account yangu. Na huku tuko na, yani kunisaidia. Najua pia wakati wa Profesa Boga alienda kumpatia pesa kumsaidia. Na ametusaidia kuanzia 2007 tukiwa MCA, mara umeletewa 100,000, aendelea na campaign. Unaelewa? Wakati mwingine pia, wakati kuna time hii nimekuwa nyumbani sina kitu.
na watoto nawapeleka shule, sina pesa. Namtextia huyo mzee. Mzee nimebana. Fanya hivi, amekutumia 200,000. Lakini watu mkiwasikia wanasema Raila ni mgumu, hata wanashangaa. Kweli kwamba kwa hivyo mayatima, kutoka mayatima hao, maana wengi hao walikuwa kuwasaidia. Alafu na hao wayatima wa siasa ambao walikuwa wakirely mzee akishika mkono. Sasa sahi hakuna mtu akushika mkono. Ndio. Ni wewe mwenyewe ujitahidi. Na naamini wale ambao wamewekwa mkono na mzee sahi wako mbele, wamejitahidi. Mtu kama Ali Hassan Joho ameshikwa na mzee. Amesikia uchungu, mzee ameenda, lakini amemkuza akafika mahali ambapo now is a national figure. Kwa hivyo ni yeye achukue mantle ya mzee, ashikilie mbele. Mtu kama Junet, mzee amemkuza akamweka hapo. Kwa hivyo ni yatima, lakini sio ile yatima mdogo, ni yatima wale wazee. Yaani una miaka 70, babako ana miaka 100 ankufa. Hawezi kuwa yatima, kwa sababu umekuza mpaka akajua yeye ni mtu mzima. Kwa hivyo sana sana ni wale young turks ambao mzee alikuwa anawashikilia bado hajafika ile level, ndio watashikwa na hizi mambo, lakini they will catch up. Na tukija Kwale sasa, je, kaunti ya Kwale imekuwa yatima? Kaunti ya Kwale unajua hii broad based government iko nationally. Hapa county government hakuna broad based. Wale wafuasi wa Raila bado wanahangaika sana huko chini. Service hawaiti mikutano. Naelewa. Ni jana tu ndio nilijaribu kwenda hapo kwa Madaraka. Nikasikiliza mkono sasa haiji kuwa tena national, naona watu wanapiga debe. Watu wa county, nikatoka kwa sababu niliona ilikosa ile theme ilipotea. Ikawa sasa watu wanapiga debe ni kama tuko 2027. So mimi nikaenda kuswali nikatoka. Kwa hivyo kuna hizo, hii broad based pale haijashika miguu vizuri. Ndio. Hata wakati mwingine inakuwa ngumu, baadhi ya watu ambao kwa national level wakija huko wakishikana na kama sisi, inakuwa ni kelele, mbona umekuja kuniandamine nini, vitu kama hivyo. Kwa hiyo bado kuna watu Kwale hawajakubali kwamba sahihi hii ngoma iko pamoja. Kwa sababu tuliona labda kuna migogoro mingi ambayo ya chama ambayo ilikuwa inatokea huko nyuma, haswa katika upeanaji wa tiketi za kugombea mahali fulani. Alafu ni baba ambaye ndio ulikuwa unaambiwa baba yuko Kwale leo, na baadaye baba akiondoka unaambiwa wale jamaa waliketi wakaelewana kwamba hii tiketi itapewa huyo. Sasa hii nani atakuwa baba sahihi wa kutatua mizozo kama hii Kwale? Unajua chama kiko na mechanism. Ulikuwa ukimwona mzee amekuja hapa au last resort, lakini wako na steps zinachukuliwa. Wakati maybe umeenda kwa nomination, kama mimi wakati nikienda nomination na marehemu Dori. Tulishindana pale tukaleta shida. Tukaenda kwa tribunal hapo. Kila mtu akapeleka wakili wake na sisi tukapeleka evidence. Nikashinda ile kesi. Lakini kukatumika nguvu za veto. Lakini mzee aliniita alafu kaniambia bana, kidogo tulia. Nitakupanga vizuri. So tukaenda kwa hizi, nikawa independent. Lakini baada ya kuwa independent nilipomaliza aliniita yule mzee akaniambia ndio mimi nataka urudi kwa chama. Kutana na ile independent. Nilikuwa ni mistake ilifanyika, akanipeleka Kenya Fisheries Service Board. Ili anijenge tena niwe na uwezo zaidi ndio nirudi. Kwa hiyo yule mzee sahihi ambaye labda ni mzee amebaki hapo, kuna wazee Paranya, kuna mzee Uburu, wale ambao na hata Ali Hassan Joho na wengine, na hakika hakutakuwa na shida, vitu vitaenda mzuri. Ni aliyekuwa msimamizi wa kampeni za muungano wa Azimio Bwana Omar Idi Boga, ambaye wa Kwale wanamuita Bogagi, akiwa tunachanganua masuala mbalimbali yanayohusu kifo cha aliyekuwa kinara wa ODM na kinara wa Azimio Raila Odinga na mustakabali wa chama cha ODM katika kaunti ya Kwale. Kumekuwa na mambo mengi kwamba baba ameenda, kwa hiyo ameenda na chama chake.
wale watateta, wale watagawanyana, haswa kaunti ya Kwale ambayo baba ndio kaunti ambayo alikuwa hamalizi miezi mitatu bila kufika Kwale. Mara kwa mara unaambiwa baba yuko Kwale, baba yuko Kwale. Katika hotuba za viongozi wa ODM wakati wa mazishi ya marehemu Raila Odinga, kulikuwa na mkanganyiko kidogo pale. Mwingine anasema ODM itabaki kuwa katika muungano wa hii broad-based government. Mwingine anasema ODM ni lazima itasimamisha mgombea wa urais 2027. Baba alisema. Tunasemaje pale mahali kama vile? Wote wako sawa. Baba alitaka watu wake wako kwenye serikali. Ndio. Ndio waweze kufaidika. Hakuna kitu kizuri kibaya kama kuwa kwa upinzani. Wakati 2013, 2017, sisi tulikuwa nje sana, ndio kwa tuko. Hiyo ndio ilikuwa kuna wakati kwa prime minister ndio hiyo. Ndio. Baada 2017 kwa Uhuru peke yake hapo tulipata shida. Lakini mzee aliposhikana mkono na Uhuru kama Kwale, unaona barabara Dongo Kundu ilianza. Tukatengezewa barabara ya Shimoni, tukatengezewa barabara ya kwenda huko Ranga, ambazo ilikuwa kuna lakini kwa sababu ile handshake katusaidia. Kwa hiyo baba hakutaka aondoke duniani akituacha sisi tunahangaika kwa opposition. Ndio akatuweka hapo. Na Mungu alimchukua kabla hajasema tutoke. Alisema 2017 ODM itasimamisha mgombea. Lakini hakusema wale mgombea ni nani. Mgombea anaweza kuwa Hassan Joho, mgombea anaweza kuwa Oburu Odinga, na mgombea anaweza kuwa Rais William Ruto. Sasa hakusema ni mgombea nani. Kwa hivyo sisi tutakaa kama chama, tutapendekeza kama NDC na tutatoa uamuzi. Tutaenda na wapi. Ni kweli sisi tumefanya kazi na Kalonzo kwa muda mrefu. Na kwa bahati nzuri pia mimi namjua Kalonzo at personal level. Shapenda kwa Kalonzo kwa nyumbani. Najua bibi yake, najua watoto wake, nishaenda na Kalonzo China. Kwa hiyo ni mtu tunajua kwa sababu tulikuwa naye kwa ODM. Kwa hiyo wakati tukikaa watu watachagua kwa sababu sisi hatuwezi kwenda kwa Gachagua. Kwa sababu Gachagua unamjua alikuwa anatukana mzee. Mara nyingi, mara anamwambia mzee yule wa vitandawili na nini, na hapo apologize kama kina Uhuru. Si Uhuru ali apologize. Na Ruto pia alienda akasema mzee yale mambo yameisha. Ilikuwa tuna expect Gachagua naye aseme hata kama amekufa aseme poleni yale maneno ndio tungo. Lakini sasa kwa hivyo kuna hiyo kitu, lakini inshallah Mwenyezi Mungu atatubariki. Hiki kifo cha Mheshimiwa Raila kitatujenga badala ya kutupasua. Kwa sababu sasa hii pakitajwa viongozi wa upinzani, Mheshimiwa Gachagua yuko ndani. Na unaposema kwamba hatuwezi kwenda kwa Gachagua, ni kumaanisha kwamba tutakuwa kwa serikali sasa. Tutaungana na labda ni UDA nini, kwa sababu wajua vitu iko, wajua mimi sahihi. Ndio. Siwezi kuzunga ndani hizo kwa sababu mimi niko kwa serikali. Mimi ni director of fisheries. Kwa hivyo mimi naongea nikiwa ndani ya serikali. Siwezi sema nitatengeneza serikali nyingine na mimi niko ndani ya serikali. Kwa hivyo ndio it doesn't make sense. Na sisi tuko pale sahihi kusaidia hii serikali kuhakikisha kwamba wananchi we cannot wait for another 5 years. Ni mwananchi apate faida. Mzee Raila alisema watoto wananchi wapate shilingi 6,000. Nataka tuone hizo zinaingia namna gani ili uchumi uweze kuboreka. Hata wale ambao tunasema tutageuza labda atafanya mazuri, you never know. Anaweza kupeleka kwa trend. Kila kitu inapangwa na Mungu. Labda sasa watoe hofu wale supporters wa ODM wa Kwale County ambao wanajiuliza vipi tutakuwa wapi sisi ama tuko vipi mpaka sasa hii. Chama kikoje ODM Kwale? Chama ODM kiko strong Kwale. Tushafanya uchaguzi, tulikuwa tunapambana na mwenzetu Juma Ngao. Kwa bahati mbaya akaacha. Akaenda Jubilee. Ijapokuwa hiyo kitu mzee ilimkasirisha sana. Ndio. Sasa
maana kuna time nilimtumia hiyo clip, akaniandikia maneno pia nataka nimtafute Dimangao muonyesha, mwambie mzee he was not happy with that. Kwa hivyo lakini pia tunamwambia kule alipokwenda, kwa sababu bado Uhuru na Raila bado marafiki, kwa hivyo kwenda mbali sana. Kwa hivyo nataka kuambia kwamba sasa hii chairman wetu Rua yuko steady, yuko very focused, na secretary general wetu Hanifa, wanakamata wale wako pale ni vibrant, ni vijana wana hari ya kupeleka chama. Wale wanakamata wetu wako chini, wanafanya mikutano hata sisi bila kuambia. Hata juzi waliweka kitabu ya Rambirambi Ukunda wakasign, tuliona ikafanywa Mabungu watu wakasign, na sasa hivi pia tunataka kupanga tufanye mkutano mkubwa wakuja kama mass ya kuombea yeye kabisa kama watu wa pale, na kwa kuventilate, yani watu unajua kutoa ile nini ile huzuni ndio tupange mambo ambayo yanakuja. Na sisi kama wanachama ODM tunaendea ugavana, tunaendea usenata, yani hizi vyote this time around tunataka iwe ya chama ya ODM. Ukizungumzia mambo yanayokuja, tukimaliza dakika zetu 30 za podcast hii ya siasa wanasiasa, mwenyekiti ni Sammy Rua. Sammy Rua wanapigania ugavana kila mwaka nadhani. Na tuko na ambaye alipeperusha bendera ya ODM uchaguzi uliopita, bwana Bogasafi. Itakuwaje 2027? Tumejipanga vipi kama ODM? Wajua lete kuna siri ambayo mimi nataka kuambia. Sammy Rua ndio 2027 na 2027 yeye ataka ugavana. Yeye alichukua chama na ODM, akasema atasupport yule ambaye atasimama na ODM. Na pia wakati tulienda Nairobi, tulikuwa watu 6 kule Nairobi, ndio alipotuita kuongelesha mambo ya ODM. Na watatu tukaambiwa tutaingizwa kwa broad based government. Wawili wameingia, bado mmoja. Hiyo kazi iliachwa Mheshimiwa Ali Hassan Joho malize. Ndio. Na sisi sitaki kuongea mambo mengi, lakini tumejipanga kwa sababu sisi tumegundua kila tukiongea wale wenzetu waenda kukopi. Kuna tendency sasa ambayo inaendelea ya kununulia watu. Kila tukileta vijana au tukileta nini wanatia hofu, na kwenda kuwanunua wachukue. Kwa hivyo sasa hii strategy yetu hatuongei kile tunasema, lakini rest assured there will be a candidate, ODM candidate come 2027, Mungu akitujalia. Inshallah. Mtazamaji, ni dakika 30 za podcast hii ya Mams Boy Media ambayo tumekwambia ni podcast tumeianza hivi, ambayo itakuwa inazungumzia mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na watu mashuhuri, siasa na vitu mbalimbali ambavyo vinagusa jamii direct ama kwa njia moja ama nyingine. Leo hii tumekuwa na mgeni ambaye kama alivyosema yeye sahihi ni mkurugenzi wa Kenya Fisheries Service ambaye ni bwana Omar Idi Boga, na tumemsikia katika kuzungumzia yale masuala ya mustakabali wa chama cha ODM kaunti ya Kwale, hasa baada ya kuondoka ama kufa ama kufariki kwa kinara wa ODM ambaye ni Raila Amolo Odinga. Kama una maswali utaweka maswali katika comment section, na vile vile tutakuwa tukimtembelea mara kwa mara ili yale aliyozungumza hapa tuweze kuona je yanafanyika ama yanaendelea vipi. Tumeambiwa kuna shule inakuja ya Oginga Odinga, ni shule ya msingi ama ni ya sekondari? Shule ya msingi ishaanza tayari tu madarasa mawili. Ishaanza ina wanafunzi? Na wanafunzi. Na wanafunzi sahihi. Ilianzishwa na ina madarasa mawili ambayo yamejengwa na Mheshimiwa Tandaza. Na juzi Mheshimiwa Opiyo Ndai alipokuja, ndio alipromise madarasa mawili. Ndio. Na Tandaza akasema tuongeza mawili. Na pia alikuwa
SK Macharia. Raila alikuwa amesema ataenda kuongea na SK Macharia ili wamsaidie katika. Kwa hivyo katika afili yetu pia tunaomba shule hii iko katika gatuzi la Matuga huko sehemu ya Tingeti huko kwa bila shaka huko bila shaka. Kama tunavyosikia kwamba shule hiyo tayari imeanza, na sasa hivi basi kama vile walivyo na Jaramogi Oginga Odinga University ama Stadium, hapa Kwale tuko na Jaramogi Oginga Odinga Primary School, na pindi itakapofunguliwa rasmi tutakuwa moja kwa moja pale tukiweza kuangazia yale manufaa baba aliyoleta Kwale County. Mimi ni Mamsboy nikimshikilia zamu mwanahabari mwenza Amina Chombo akiwa na shughuli nyingine ambazo zimeweza kumfanya leo asiweze kupeperusha kipindi hiki, lakini upande mwingine tuko na Mwanyumba ambaye alikuwa mshika kamera wetu wa leo, na tumeweza tu kuangazia masuala ambayo yanahusu chama cha ODM kaunti ya Kwale. Kufikia hapa tunakwambia uendelee kuwa nasi upate mengi na mengine.